mwalimu ameenda kukosea Sabu. Sabu alienda kukosea mwalimu ndio ameenda kutugharimu. Sabu ya kwanza mwalimu, sawa, ameenda kumtoa Mudasiri haya. Kaenda kumuingiza mtu sio mkabaji. Mudasiri alikuwa anafanyaje? Anakaba. Mimi nilijua kabisa baada ya kutoka Mudasiri anaenda kuingia Duke Abuya. Susha hapo ya pili Sabu akaenda kuifanya nani? Israel Mwenda. Ambaye hajaenda kuingia beki tena. Kaingia forward. Susha pale na wao ndio wakaenda kutujua sisi udhaifu wetu upo wapi. Wakaenda kutumia udhaifu wetu wakaenda kupata goli. Uone kama ni kitu ambacho kilichofanyika kwa kocha substitution zile. Unaona kama Israel Patrick Kimanda kama kashalemewa hivi. Hao ni masuala ya kawaida mwalimu kukosea Sabu. Anaweza kukosea leo kesho akapatia. Hao ni masuala ya kawaida kabisa kwenye mpira. Kwani Yanga isifungwe ni nani? Hakuna timu duniani isiyofungwa. Hakuna timu duniani isiyotoa sare. She wangu. Ndiko mnazungumzia kikosi na zote kufungwa na timu yoyote. Hakuna timu isiyofungwa na yoyote labda au Malaika. Hile ni mechi kama mechi tumepoteza, timu itarudi, tutaenda kujipanga mchezo unaofuata. Hakuna shida. Yasia akakuta lili Al-Hilal. Kafuta goli moja. Hakuna hilo, uwanja Benjamin utaenda kuamua. Sio Yanga ile ya mwaka huu. Viongozi walijua tumekosea wapi na nini kirekebishwe, tutaenda kurekebisha, tutaenda kupata ushindi. Inaonekana lakini na sio mpo kama ulipotoka. Mpo kama mlipotoka, maana msimu uliopita ilikuwa kidogo tu, lakini goli moja tu lilipasa nyewe liliwavusa. Msimu uliopita tulishindwa kuingia robo sio group stage. Sasa na hii inaonekana ni wazi kama mnarudi kule. Kama tunarudi kule mechi ya Benjamin William Mkapa itaenda kuamua. Tunarudi au tunakwenda. Ila sisi kama mashabiki wa Yanga tuna uhakika tunaenda kucheza group stage. Wanazungumza kwamba kitu chema chaonekana asubuhi mapema. Kitu chema. Kama kitu chema kinaonekana mapema, sisi tushafika tu awali, tumepita tumekuja hatua hii. Kwa hiyo kama kitu chema kinatoka mapema, watakuja uwanja Benjamin William Mkapa, tutaona kama kitu chema kinatoka mapema. Sisi hatuna shaka yoyote na wala hatuna wasiwasi wote. Sisi tunacheza group stage. Usipoingia makundi na wama zitakopana. Utashika nguo zangu nitatoka uchi station mpaka Mbagala kwa timu ile kama inaenda kututoa. Weka hii kama wale wanakuja kutufunga sisi uwanja Benjamin. Nguo zangu unazishika wewe. Ulisema kabla mchezo huu na Soro. Nakwambia tena. Mimi nilisema mechi na Simba nitatembea uchi. Na kwenye maiki yenu nasijatembea uchi na naongea wale. Uwanja hapa Benjamin. Silipa. Nakwambia tena ile inaitwa Yanga. Haishi mpaka ishe. Hii mechi imechezwa kipindi cha kwanza, bado cha pili. Cha kwanza kimechezwa Malawi, cha pili kinakuja kuchezwa uwanja Benjamin. Lakini kipindi bora kabisa ipo cha kwanza ambacho unazungumzia kimechezwa Malawi. Hizi mechi she wangu labda nikwambia 99% kila timu inashinda nyumbani kwake. Ukimwona mtu anafungwa nyumbani kwake, basi ujue huyo tayari kashafeli maisha. Lakini angalia mechi zote, kila mtu anashinda nyumbani kwake. Ukimwona mtu anaenda kufungwa nyumbani kwao, basi ujue huyo kibonde. Mashindano ya klabu bingwa, ukimwona mtu anaenda kufungwa kwao, ujue huyo kibonde. Mashindano ya klabu bingwa kila mtu anaendaga kushinda nyumbani kwake. Watani wanazungumza kwamba kesho anaingia uwanjani na anahitaji pointi 3 muhimu. Wewe ukiniambia mtani mwambie ajizungumzie mwenyewe. Kama makocha wenyewe wanagombana wanaambia mimi nizungumzie, na wazungumzie nini? Performance. Na kuambia tena mimi siwezi kuwazungumzia kama watu makocha hapo timu moja afu wanagombana. Mimi niwazungumzie nini? Mimi nitaizungumzia Yanga Afrika. Haujaona Matola na Matatu wamegombana? Sasa mimi niwazungumzie nini? Si utaizungumzia Yanga. Wao wakae waangalie maisha yao na sisi tutakaa kuangalia maisha yetu. Kesho anaingia dimbani mtani. Watajua wao. Ila waambie sisi tunawasubiri. Waingie wapi waambie sisi tunawasubiri uwanja wa Benjamin. Anasema hiyo sio next level yao. Nani? Nyie. Level yao nini? Nyie kutoka mapema kawaida yenu. Sawa. Wao kama waliwahi kuleta kombe itakuwa sahihi, ndio level ya wao. Si ushaelewa? Kama manza na Kigundu. Kigundu na kati mechi ya pili. Ya kwanza sisi tumeshinda. Susho. Hali papatu mechi mbili mtu anaenda kushinda goli 4 papatu. Hii nchi kweli kuna watu vichwa vigumu kweli she wangu. Sisi tushamaliza she wangu tunasubiri. Maana wale wazee walikuwa wanalalamika kwamba Young Africans sio mpira wake, wale wazee wa Mbeya ndio imeonekana leo. Kama wazee wa Mbeya walilalamika hivyo acha walalamika, lakini hakuna mwana Yanga anaenda kulalamika. Ni pana ukweli pengine. Hakuna ukweli. Kocha yupo na ataendelea kuwepo. Inaonekana ni nyinyi mnaenda kulitia aibu taifa.
Kulitia aibu taifa. Kwani sisi na timu ya taifa nani kaitia taifa aibu? Kwa uwakilishi wa vilabu. Ukisema mimi na kutia timu nani taifa aibu, tayari timu ya taifa shatia aibu. Tutakuwa sisi. Lakini nyinyi sisi tutafanya marudio. Sema aibu ya taifa kaitia Moroko, sio Yanga. Nyinyi ndio mnajiita wananchi. Subiri basi. Wewe ukisema nani udoa, basi timu ya taifa Moroko ndio kalitia doa. Sio Yanga Afrika. Yanga Afrika itaendelea kuwepo. Si mnajiita wananchi lakini. Na tuendelea kuwa wananchi. Nasoro, tuzungumzie kiwango cha Boyeli alichokionyesha siku ya leo. Ni striker ambaye Young Africans mlikuwa mnamhitaji kwa muda mrefu kwa performance ambayo alionyesha siku ya leo. Bado tumwangalie mechi nyingine. Kwa nini? Kwa leo mimi sijamuona kucheza vizuri. Labda bado muda wakati utaongea tutamuona kuja kumuona. Lakini kwa leo sijamuona kucheza vizuri. Hapo nikupe mfano Nasoro. Kwa mfano kama Prince Dube na Boyeli unaendana nani kwenye mechi inayofuata? Mimi mechi zangu zote mimi namkubali Prince Dube. Mimi kama mimi striker namkubali Prince Dube. Boyeli kaangusha leo? Sijakwambia katuangusha. Mpira una mawili, kuna siku kuamka vizuri, kuna siku kuamka vibaya. Hiyo uliniambia kati ya Boyeli na Dube nimchague nani? Mimi namchagua Dube. Asanteni sana. Neno la mwisho. Tena mwanamichezo, njoo tuzungumzie la kimichezo na Nasoro Yanga baada ya Young Africans kupoteza mchezo wa kombe la klabu bingwa barani Afrika pale Malawi dhidi ya mchezo tumeona. Tupo na Nasoro kwanza vipi? Mimi kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema kujalia baraka tele kufika siku ya leo. Niambie rafiki. Kwanza pole. Pole ya nini? Asimepoteza? Hilo ni swala la kawaida kabisa, timu yoyote kwenda kupoteza uwanja ugenini. Hilo ni swala la kawaida. Si ushaelewa? Sio kama Yanga mechi hii kafungwa ndo kaaga mashindano. Sawa? Hii mechi haijaagwa mashindano. Labda niwaambie mashabiki wa Yanga watulie. Hawa wanakuja uwanja Benjamin William Mkapa. Sawa? Wao wameshinda kwao, sisi tutakuja kushinda kwetu. Mechi ya mwisho ndio tenda kuamua nani anakwenda nani anabaki. Tumeona Young Africans imepata nafasi nyingi lakini wameshindwa kuzitumia. Ni mistake ya mpira. Ni mpira wote ulivyo. Sawa. Leo ilikuwa sio siku mzuri kwa Yanga Afrika, kwa wachezaji wote, kwa sababu hali imekuwa vile. Si tunajua watu wa mpira na watu tunaoifuatilia Yanga kwa nini. Kuna asilimia wachezaji wengi sawa wameingia jana na wengine wameingia leo asubuhi. Si ushaelewa? Kwa sababu watu walikuwa kwenye nini? Kwa timu zao za taifa. Kwa hiyo sisi tulijua hilo linaenda kutokea. Hilo acha kushukuru Mwenyezi Mungu, wametufunga goli moja. Tatizo ni kocha au tatizo ni wachezaji mpaka sasa hivi? Kwa maoni yako wewe na mtazamo wako wewe unavyoona timu inapocheza. Timu haina shida yoyote. Kocha hana shida yoyote. Sawa. Mpaka leo hii mechi Yanga tayari huyu mwalimu kacheza mechi 7. Sawa. Katika mechi 7, sawa kashinda 6, kashinda 5, kasuluhu 1, kafungwa 1. Unaenda kumwambiaje mwalimu mbovu? Anzia na Mbeya City lakini ndo kupotea kwake kumeanza. Nimekuambia tena. Sawa, naomba nielewe tena. Mwalimu kacheza mechi hizi 7, kashinda 5, kasuluhu 1, kafungwa 1. Unaenda kumwambia baba nini? Hile ni swala kawaida. Kuna baadhi ya wachezaji kiwango chao kinaonekana sivyo ndivyo, wanazungumza kama huenda ni kocha. Kama mchezaji gani? Boyeli. Nani? Wewe Boyeli unasema kiwango chake sio kile. Boyeli umemwona wapi? Performance za baadhi ya wachezaji lakini Nasoro zinaonekana ni wazi zimeshuka. Akina Mudathiri haya Abasi, akina Duke Abuya sio wale wa msimu uliopita, sio wale wa msimu juzi na jana. Hata msimu huu tunavyozungumzia wanaonekana ni wachezaji wa kawaida sasa hivi tofauti na mwanzo Nasoro. Labda nikwambie ule ni mpira. Timu inaweza ikawa ni over, baadaye ikaenda ikarudi. Si ushaelewa? Na huu ndio mwanzo wa msimu unaanza, sawa? Mimi sina mashaka na mwalimu na wala sina mashaka na wachezaji. Sawa. Nasoro kwa jinsi mnavyoiona Yanga kamuoni kama inadidimia hivi. Yanga ididimii, Yanga tunacheza group stage. Yanga ididimii, Yanga tunacheza group stage. Sisi tunawaambia wale mashabiki wenye roho nyepesi, wale mashabiki ambao tayari wana wasiwasi, wakae pembeni watupishe. Watusubiri, sisi tutaenda kuendelea na timu yetu. Ila sisi tunaenda kucheza group stage. Kuna baadhi mashabiki wa Young Africa wanazungumza kwamba huenda mwenendo wa kocha leo asivuke Dar es Salaam. Hayo watajua wao kama mwenendo wao. Ila kocha wa Yanga afukuzwi na mashabiki. Kocha wa Yanga ataenda kufukuzwa na nani? Na viongozi wa Yanga. Kama viongozi wa Yanga wamemwangalia, wamemwona kocha afai, atakwenda, ataondoka. Kama walimu wa Yanga wameenda kuangalia, kocha anafaa, kocha ataendelea. Ni sehemu gani ambayo alikofeli kocha kwenye mechi ya leo? Soro. Mechi ya leo tuseme hiyo ni mistake na mwalimu yoyote anaweza kikamkuta kitu kama kile.